ninajua uwezo wako, kuwa wewe ni Mungu, hakiwezekani sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Oh Bwana, ninajua uwezo wako. Tusome Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 13. Wakorintho wa pili 13. Kuna dakika 8. Kila wimbo unasema haleluya, 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 haleluya. Mpaka hizo dakika 8 zinaisha. Watu watakuelewa unachokiongea? Bwana Yesu asifiwe. Hawatakuelewa. Kwa hiyo lazima kuna vitu utakuwa unafanya nini? Unabadilisha kulingana na Roho Mtakatifu anapokuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo hata ndani ya kanisa. Usije ukasema kwa sababu mtu fulani anafanya vizuri basi imeisha. Hapana. Unatakiwa wewe ukave kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba nafasi yako kwamba ndo mpaka uje hapa mbele. Nafasi yako ni kwamba wapo watu tumeona hapa kwamba yani ili mwili uitwe mwili hauhitaji kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya kitu fulani, lakini kuna watu wamepewa vitu ndani yao kwa ajili ya kutia moyo ili uendelee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kukuta mtu fulani anafanya vizuri, kumbe kuna watu nyuma yake ambao wakija wanakuambia, mwenyekiti, aisee unafanya vizuri kwa vijana. Nilikuwa nakuomba sana zidi kukazia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na yeye anazidi kufanya nini? Kupata nguvu kupitia karama ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unakava nafasi yako. Afu kuna mtu sasa unakuta tunakuja kanisani, unapotoka hapa umemaliza kila kitu. Kitu cha kushangaza unakuta kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kama umewasiliana na mshirika au mhudumu mwenzako, mnaongea mambo mengine kabisa, sio ya kutiana moyo kwenye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sio mambo ya kuongelea swala la huduma. Ni mambo mengine kabisa hata yahusiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu kanisa kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotakiwa tumia karama yako. Kwani tumeona pale kwamba kuna wengine wapo kwa ajili ya kuonya, yani mtu anakuwa ni mtu wa kuonya. Yani ukikosea anakuambia sasa hapa umeharibu. Ili ufike sehemu fulani hapa inabidi urekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu kafanya nini? Kakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba angenyamaza asingekwambia, wewe ungebakia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili uende mbali inakubidi usikilize kila anachofanya nini? Anachokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiseme kwamba tunapoongelea swala la karama au swala la nafasi kwamba mpaka uwe na nafasi fulani kubwa. Sio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale ulipo, kile ulicho nacho. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Yani usije ukaona kwamba hicho ulicho nacho ni kidogo, ni kikubwa, kwa sababu kusoma kutokuta vitu vingi. Kuna wengine yani yeye karama yake ni kupokea watu, sio kupokea kuwaleta kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu yani yuko tayari yani akimuona mtu anateseka yani yeye anaumia. Bwana Yesu asifiwe. Yani yeye karama yake yani hapendi kuona mtu anateseka, hapendi, hana cha kusaidia, lakini atakutia nini? Moyo. Atakwambia usikate tamaa. Ni kweli una chakula cha sasa hivi, lakini muamini Mungu, jioni saa fulani ukipokea hana hata hiyo chakula chenyewe cha kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yupo kwa ajili ya kufanya nini? Kukutia moyo. Hata mwenyewe utajikuta unasema, mbona maneno ya huyu mama kama vile ananiingia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kweli ni kitu chake, na kuapia kwamba lazima yale maneno yatafanya nini? Yatakuingia. Utajikuta tu unapata nguvu kuliko hata hiyo pesa yenyewe. Na inafika jioni unafanya nini? Unakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asingekuwa ni yeye, ungebaki kusema hivi nitapita kweli, hivi nitafika kweli jioni. Ungebaki kwenye kunungunika. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kazi ya Mungu yoyote haiwezi kupelekwa na mtu mmoja. Wanasemaga Mungu akikupa ukirema anakupa na nini? Na mwendo, si ndio? Kwa maana hiyo kwamba Mungu anapokupa kitu anakupa na hekima ya kukitumia hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wewe ni labda umemwona mtu mwimbaji, lakini ndani yako yani kazi yako ni kutia moyo. Ni kweli umeona ameharibu, labda kuna sehemu amepayuka, amefanya nini, ameenda hivi na hivi,
kuna kile kitu ambacho Mungu kakiweka ndani yako, utamfuata, utamwambia leo umeimba vizuri. Ni kweli kuna sehemu linani pale, lakini huwezi amini, hamna mtu ameshtuka hata ulivyoimba vile. Yani kuna namna fulani unamtengenezea mazingira ya kwamba yana anajiona kwamba kumbe nimekosea pale, lakini kwa sababu huyu amesema kwamba watu hawajashtuka, basi kwa kuwa nimelijua mimi mwenyewe, hata kama watu walisikia, lakini tayari yeye kashatengenezwa ile akili ya kwamba watu hawajafanya nini, hawajasikia alichokiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo atajikuta anajirekebisha akiwa anaamini kwamba ni yeye amejua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kwamba mpaka usimame mbele ndio ujue ulikani kwamba unafanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo ulipo, chukua hatua, kaa kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kuona pia zipo baraka kwa mtu ambaye anachukua nafasi yake. Tutakuja kuona yapo madhara kwa mtu asiyechukua nafasi yake. Kwa maana hiyo ni kwamba ni kitu cha lazima na sio kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitu kikishakuwa na option mbili ya kwamba usipofanya kuna hili na ukifanya kuna, maana yake ni kitu ambacho ni cha nini? Ni cha lazima. Ukienda kushoto utakuta kuna madhara, ukienda kulia unakuta kuna faida. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakulazimu ufanye kitu fulani, ufanye kibaya au ufanye kizuri, lakini lazima ufanye nini? Ukifanye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba Wagalatia 6:4-5. Wagalatia 6 mstari wa 4 hadi wa 5. Nasema, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Atachukua nini? Furushi lake mwenyewe. Tunarudi pale kwamba usije ukaona mtu fulani anafanya kitu fulani basi ukasema ndio imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atafanya nini? Atabeba furushi lake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikava nafasi yako ni kwa faida yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna faida kwa mchungaji, hauna faida kwa mtu fulani. Faida yako ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Umechukua nini? Nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, changamoto tuliyosema kwamba unaitambua hiyo nafasi yako? Kuna mtu yuko hapa lakini haelewi nafasi yangu ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Ipo njia moja tu ya kuipata nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Njia iliyopo moja wapo ni kumwomba Mungu akuonyeshe ni nini alichokuitia. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini alichokuitia? Tumeambiwa kwamba imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia Mungu kwamba nionyeshe ni nini ulichoniitia, hiyo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Tukija kwenye matendo, usiwe mtu wa kubweteka afu usubiri matokeo tu. Bwana Yesu asifiwe. Hamna matokeo yanataka kukuta ukiwa umekaa tu chini. Hamna matokeo yatakao kukuta wewe kwenda tu kuingia ndani kutoka matokeo yanatokea kwa kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini amesemaje? Hapana, amesemaje? Amesema lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo ni kwamba kupima naweza kaiweka kama nafasi ya kwamba ijaribu nafasi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ijaribu nafasi yako mwenyewe kwamba niko sawa? Siko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisema usubiri, ukae tu chini ukasema kwa kuwa nishamuomba Mungu itatokea. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili ujue karama yako, ujue nafasi yako, unahitaji hivyo vitu viwili. Muombe Mungu akuonyeshe ni nini alichokuitia. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, anza kuchukua hatua kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una kitu cha tulisema, labda natoa mfano kwa mtu ambaye kutia watu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anza kujaribu mfuate mtu fulani. Hujajua hicho kitu, si ndio? Hujakijua, lakini utajikuta kadri unavyozidi kujichanganya. Kuna namna ya kujichanganya. Sijui kama utaelewa, yani kuchanganya ni kwamba unamna mtu fulani anafanya kitu fulani, unajaribu kwenda tu, unakubali, yani unafanya na unasema unafanya vizuri, unaanza kama au hata kama hujaongea, yani kuna namna fulani unazidi kuwa karibu naye. Yani ukitembea na matajiri wewe unaonekanaje? Unaonekana tajiri, si ndio? Na ukitembea na maskini
maskini. Ukitembea na wezi ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama sio mwizi, hata kama sio nani, lakini lazima utaitwa mtu fulani kwa sababu ya hao watu unaotembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si unataka kujua karama yako? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwenye wazo wako huijui karama, lakini unataka kufanya nini? Kuijua. Au nafasi yako huijui, lakini unataka kufanya nini? Kuijua. Anza kutembea na watu wenye hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni kitu ambacho unacho, kwa sababu wewe mwenyewe bado hujakijua. Anza kutembea na hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na hao watu. Ukitembea na hao watu utajua ni wapi ambapo Mungu amekusudia ukae. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahuzunika sana anapotoka mbinguni, anaotuma malaika zake mbinguni, anakuja ameweka watu kwa ajili ya kuwatia watu moyo, lakini anakukuta wewe baada ya kufanya hiyo kazi ambayo alikupa umekaa tu. Mungu katupa mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Hamna mtu ambaye unaweza ukaniambia kwamba unatumia nguvu kubwa kuitafuta nafasi yako. Hapana. Nafasi Mungu mwenyewe ndiye anayekupa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kazi yako mwenyewe kuchukua ile nafasi, kuzalisha au kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hamna mtu ambaye hana nafasi. Hapa kuna mtu ambaye amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Hamna mtu ambaye amesimama, kila mtu amefanya nini? Amekaa. Kila mtu ana nafasi yake. Hata kama ungekuwa umesimama, ni nafasi yako. Mtu akikukanyaga si unaruka? Bwana Yesu asifiwe. Kinachokurufisha ni nini? Ameukanyaga, afu unaweza ukakasirika kwa sababu ni nini? Ni nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi yako wewe mwenyewe ndio wa kuilinda. Nafasi yako wewe mwenyewe ndio wa kuikuza. Nafasi yako wewe mwenyewe ndio wa kuizalisha. Bwana Yesu asifiwe. Hamna mtu mwingine anaweza katoka pembeni kuja kuizalisha. Tumetolea mfano hapa kwamba kanisa zima tukisimama, kila mmoja hatakuwa na urefu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba wanasema kwamba hakunaga mtu mfupi. Hakunaga mtu mfupi wala mrefu. Mtu mfupi inategemeana amesimama na nani. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mrefu inategemeana amesimama na nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yaani utakiwa kujifananisha na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Usijifananishe na mtu fulani kwamba kwa sababu mtu fulani yuko sema mimi ni mfupi kwa mtu fulani. Sema mimi ni mrefu kwa mtu fulani. Kuna jambo usiloliweza.